Yes, tunaendelea bado tukashia bwana. Hapa tunamwona Highland akiwa anakimbiza hii taxi hapa. Hii taxi bwana alikuwa mpanda bi mkubwa wake na Highland. Sasa hapa mbele kuna mtu alikuja akaziba njia hivi kwa anapitisha gari la takataka, alikuwa anapitisha takataka hivi. Mwisho siku taxi kasimama. Highland alifungua ndani akamkuta mama yake. Hakuamini. Pale ikawa ni msala mkubwa sana. Hii Highland alikuwa akimtafuta mama yake kwa muda mrefu sana, lakini alikuwa apati mafanikio. Muda mwingine alikuwa anamuona mama yake na wanaonana uso kwa uso, lakini akiwa mbali mama mtu alikuwa anakula kona. Hivyo Highland alikuwa analalamikia sana mama yake kwa kumtelekeza toka akiwa mdogo. Hapa tunamwona Momo akiwa anafundishwa muziki bwana. Hapa anafundishwa jinsi ya kupiga kinanda na jinsi ya kupangilia sauti yake. Momo akiwa anafundishwa hivi kwa sababu kuna tamasha linalokuja hapo mbeleni la muziki. Huko Highland anamfokea baba yake baada ya kukutana mama yake, na baba yake alimdanganya kwamba mama yake amefariki. Hivyo Highland alikuwa amempandia baba yake juu sana. Kwa nini alimdanganya? Kwa nini amemfanya yeye kama mtoto mdogo? Sasa pande ya pili huko tutakuja kumuona Profesa Lee akiwa ameandaa zana zake mpya za kukaribiana na wale watu ambao wanatoka kwenye sayari ambayo sio ya dunia, wale wenye nguvu za ajabu kama kina Momo. Sasa huku tunaona bwana, leo ndo siku ya shughuli yenyewe. Hapa sasa tunamwona Dr. Lee amekuja getini akiwa anaomba kibali, akiwa ameshikia vibali, alikuwa anaomba kuingia ndani. Huko ndani kulikuwa kuna show, na show hiyo kuna wasanii walikuwa na perform stage. So Dr. Lee alikuwa anaomba sana ili apate kuingia, lakini mlinzi alikuwa hatambui ujio wao, ila wao wakajitambulisha kama ni watu wa service. Alipojitambulisha kama ni watu wa service, wanakuja kufanya marekebisho, utakuwa kuna matatizo kidogo ya umeme, so wanakuja kufanya kuna ndivi, ila alikagulia vitambulisho vyao na mlinzi alijitizisha, mwisho siku akakubalia, wakaingia ndani namna kama hii hapo. Ila tunamwona kabisa Dr. Lee akiwa na wasiwasi. Sasa huku ndani yenyewe tunakokona, tunaona bwana Momo ameitwa stejini kwa kuburuzwa. Momo akaanza kuimba pale stejini. Katika kuimba sasa, yani anaimba hivi, mabata mabata madogo madogo yanaogelea. Watu sio atoke. So wakile kaza ni wengi sana pale. Watu kaanza kumrushia mavitu juu ya stage, wakamwambia shuke, hajui kuimba. Sasa mwisho wa siku bwana alijitahidi sana Momo, lakini ndio hivyo, atafanyaje? Kasha boge. Mwisho siku akaacha kuimba baada ya huzuni kwa kuzomewa sana, ila shoga yake alimpa moyo, akasema rafiki yangu Jinjing ni rafiki mzuri sana, ni mtu ambaye kwa akinipa moyo kwenye nyakati zingine ngumu, na yeye ndo alionishawishi mimi niingie kwenye kuimba, mimi nikiwa sina ndoto za kuimba kabisa na sina ndio za kuimba, so yeye ndo alinishawishi, na pia yeye pia ndo mtu ambaye ananipaga moyo kwenye nyakati ngumu, na yeye ndo rafiki pekee aliyekuwa karibu yangu mimi kwa kipindi chote. Kwa aliongea maneno mengi sana pale, na yale maneno alikuwa anaongea yalikuwa yanamgusa Jinjing moja kwa moja, kwa sababu Jinjing mpaka Momo kuja hapa juu kuperform, yeye alikula dau, alikula rushwa kutoka kwa nani? Kutoka kwa Dr. Lee, Profesa Lee, na hiyo yote kwa ajili ya kumuuza Momo. Sasa hapo tunamuona Momo akimkata tamaa, anakuja Highland akiwa anaimba kabisa nyimbo nzuri sana inahusiana na sayari. So Momo kaka amepata moyo hivi, kapata kama na nguvu hivi. Unajua bwana, kuna wewe ambaye hujui hata kuimba, lakini ukimsikia bwana Diamond, Sweet Boss, si nani anaimba nyimbo yoyote, unakuta na wewe unajikuta unaimba. Yani unaimba, unajua kwa kufuatisha sauti ya msanii anayeimba, yani kama ukiwa unaimba Bukujero. Hapa sasa tunaona kuna mtu anafungua new lock fulani hivi. Baada ya kufungua hii lock, tunaona ni sehemu ya system ya umeme ya jengo zima ambayo inaendelea hiyo show. Mwisho siku system hii hapa, huku tunaona sasa bashamaliza kina Momo, amepanda kakake na Momo ana perform, na hivi ndio vitu vyake kama kwa ujui. Yeye ni anapenda muziki na anajua muziki na anaimba. Sasa pale stage wanagafu Momo kazimwa. Momo alivyozima bwana, watu wote makelele kibao. Sasa hatimaye sasa baada ya Momo kukata vile, na watu wakaona hapa kimeumana, akaanza kula kona na kumeza chichoro. Sasa huku Momo akaanza kuskani nini kinachotokea. Momo akaanza kuskani kwa uwezo wake wa budore. Alianza kuskani sasa Momo akaona it is me again, akasema ni mimi tena bwana. Akawasha pale umeme kwa uwezo wake wa ajabu. Kuwasha tu umeme akamkuta Profesa Lee. Huyu hapa mwamba kashikilia mashine yake ambaye ni mpya, tulimuona akiwa mtoka juzi kati tu katika kuitengeneza. Haya bwana, sasa pale akamwambia leo nimekukamata tena. Haya bwana, ikapigwa sasa pale, wakaanza kupima nguvu. Aliwasha ile mashine yake pale, kapima nguvu pale. Momo kaika ulinzi wa hatari, akaanza kusukuma, kazi ni ngumu baki. Mpaka vitu vikaanza kuanguka chini, magitana yanavunjika pale. Style kama hiyo Momo alipigwa kule kwa baba yake. Hiki kitu cha Profesa Lee huwa kina nguvu moja
kali sana, kali, na hamna mtu yote mwenye uwezo kama Momo aliweza kushindana na hii mashine ya Profesa Lee na akafanyikiwa. Sasa leo Profesa Lee kakutana na kimbembe cha Momo na Momo kakutana na kimbembe cha Profesa Lee. Sikilizia bara, Profesa Lee kaanza kukikita na vitu vyake. Sasa pale kuna kitu kwa kinaanguka juu. Helen alikiona alivyokuwa anakuja hivi, akampushi Momo, akampiga kelele, Momo toka, akamsukuma Momo style kama hii hapo. Helen akaenda chini. Ile sasa ilikuwa ni taa inakuja. Sasa taa ile inakuwa inakuja. Momo alistopisha kwa uwezo wake, kama ukijua, akisimamisha. Highland aliangalia hivi, ule mwanga wa ile taa ukakisi kwenye macho yake, so aliumia sana, mwisho siku akapeleka pembeni. Na Highland alivyosogea hivi, ile mashine akaishusha chini hivi. Momo akanyanyuka kwa hasira. Hasa alivyonyuka kwa hasira, akakusanya tena nguvu zake kwa Daktari, naye amekusanya nguvu zake, ikapigwa pale moja, likapigwa moja zito mpaka chini. Daktari akasema kudedeke. Alilia kama mtoto mdogo. Daktari alilia kama mtoto mdogo, yani ile anasema ndio Daktari anavolia, yani unasema kama kambwa hatima. Ila Momo alitumia nguvu nyingi sana, hatimaye alishiwa na nguvu, akaanguka chini style kama hii hapo hiyo. Na hii inaonyesha kwamba Momo nguvu zake zote alizokuwa nazo hapa inakuwa ndo finishing. Yani nguvu zake zote Momo inakuwa ndo kama imeisha, anakumbuka matukio yote ya zamani. Na Momo, kumbukeni, alisema kwamba nguvu zake zikiisha kwa anaweza kalala tena ndani ya miaka 200 tena mengine mbeleni. Huyu ni Abdori aliko ndani ya Momo. Hapa tunamwona Bibi Clay akiwa amekuja kwa dokta. Dokta kana mwelekeza hapo, baada ya Momo kupelekwa hospitalini na kulazwa, dokta kana mwelekeza kwamba huyu bongo wake ni tofauti, akaanza kumwambia vitu vingine. Sasa akiwa anapita kakake na Highland aliweza kushtukia, akamwambia injury aliyoipata ni kubwa sana, kwa kupona hatujui ni yani kupona ni swala la kumwachia Mungu tu. Sasa kama mtu alikuwa anasikiliza, huyu mtu ambaye anayefuatilia kuhusu afya ya dadangu ni nani na mimi simjui, so akamwibukia Bibi Clay, akamwambia wewe bwana, kwa nini unamfuatilia dada yangu? Akamwambia dada yako kishazinduka tutajua. Kwa hiyo anamjibu majibu ya shortcut, akasema tutakutana hivi karibuni, na bibi akameza kona akatapika chochoro. Huku tunamwona sasa Momo akiwa amelazwa. Momo yuko hoi bin taban. Hapa tunamwona bwana mtu mzima Highland amekaa hapa anamcheki kabisa bibi, akiwa anaongea vitu vingi sana, na akiwa anaonekana kama yeye ndio anajiona ni mwenye hatia, kama sio yeye pengine asingemkuta yote. Kaka mtu aliingia pale ndani akaanza kumpa vijikwara mengi sana, akamwambia we Highland, naomba acha kumwangalia dadangu na kumsugilia dadangu, acha kuandama maisha dadangu. Alimpa mikwara mingi sana. Sasa huku ndio Dokta hii anapata taarifa kwamba kuna kitu unique kabisa kimepatikana, yani ni kitu special sana kilichopatikana. Anaonyeshwa jiwe fulani pale. Huku sasa tunakuja kuona kwenye hiki chumba, huku kwenye hiki kiza tunamwona kuna mtu amelazwa mpaka pigwa mabandeji kichwa kizima. Anashtuka sasa kama hapo, anashtuka na wenge, pressure ya hali ya juu. Unajua ni nani wewe? Huyu ni Profesa Lee. Baada ya kile alichokutana nacho, yeye aliweza kuzinduka mapema, ila Momo bado alikuwa yuko kwenye koma. Hapa sasa nakumbuka kilichomkuta bwana, akajuta. Yani ni kajuta alichokutana nacho kwa Momo. Mpaka akapiga mwenyewe makelele. Momo alipita Momo pale. Sasa anaondoka hivi, anaona kuna dokta kaja hapa. Huyo dokta alivyokuja akaanza kumwambia uko wapi sasa, ilikuwa wapi sasa hivi? Akamwambia sasa hivi tulikutafuta kwa muda mrefu, wewe boya uko hapa chini anda control yetu sisi. So pale mwamba aligombana sana, akataka kuondoka na toroke. Afutoka nje, kafungua mlango hivi, akakutana na jua likaanza kumunguza kama vampire. Na kipindi hicho anaondoka, anakimbia, hataki kukaa chini ya hao uangalizi hao jamaa. Hao jamaa alimwacha tu, hata hakumzuia. Akamwambia nataka kwenda, wewe nenda. Na mtaalamu akaondoka hivi, akamwambia kama naona unashaiona hali yako sasa hivi ulikuwa nayo. Na kweli alikuja kuangalia, yeye mwenyewe amini Momo amemfanya kwamba yeye awe ni kama vile unavyosema labda vampire wanaogopa jua, na yeye ndio jinsi alivyo sasa hivi, kwa ni mtu akukaa ndani. Hapo tunaona Helen akiwa na mama yake baada ya kupatana na anaishi naye kwao. Huku bibie walikuwa kwenye mafunzo dokta alizimia baada ya kuona operation, walikuwa wanafundishwa jinsi ya kufanya operation kwenye mwili wa mgonjwa mmoja hivi. Hapa tunakuja kumuona mtaalamu mmoja hivi kabeba zake dumu la maji. Ili dumu la maji anaingia nalo kwenye chumba cha Sang Momo. Aliingia nacho chumba cha Sang Momo, yani kama yeye ni mtu ambaye mfano watu ambao wa huduma labda wa service, amekuja kuleta maji nini hapa. Sasa alipofika hapa haja kwa dhumuni la maji, amekuja kwa dhumuni la kumzuru Momo. Hapa anatumia nguvu zake, na huyu ana nguvu kama nguvu
alizokuwa nazo Momo, sio, unanielewa? Akaanza sasa kushindana na nguvu ya Momo, lakini hatimaye sikia kama kuna mlango unafunguliwa huko, so jamaa akala kona kidogo hivi, akawa anajifanya kama anajaza maji pale kwenye mtungi wa maji, hatimaye akaeka pale vizuri. Mamake na Momo aliingia pale, akamwambia asante, akamwambia nimemaliza, akamwambia asante. Huko ni upande wa Dr. Hii, director Hii, anaitwa director Hii bwana. Huyu director Hii akanamwambia hivi, kitu nimesubiria kwa muda mrefu sana. Alivyokuambia kama nimesubiria kwa muda mrefu sana, lakini sasa nyie watu waliokuwa nao sasa hivi naona kabisa wameshapitwa na wakati, nahitaji kuweka watu wengine wapya. Na leo akamwambia hapana, director Hii, hapana. Hivyo tulikuwa tunamaanisha kwamba amtoe dokta wake mkubwa ambaye alikuwa anaendesha hiyo operation ya kujaribu hawa viumbe kuwekea nguvu ambazo zipo kwa njia fulani hivi, tutaliona. Huyu bwana director Hii ni baba yake na Hii Hailun. So tutakuja kujua mengi mbeleni. Hapa Hii Hailun aliulizwa hivi kwenye mafunzo ya dokta, unajifunza dokta ili iweje? Akasema mimi nahitaji kumsaidia rafiki yangu mmoja ambaye yupo kwenye koma, amelala zaidi ya miaka 3 akiwa anashindwa hata kugeuka, lakini ndoto yangu kubwa ya mimi kuongeza bidii kwenye kujifunza udokta. So Hii Hailun akasema hivi anatamani siku moja rafiki yake ainuke tena. Pande ya pili huko tunakuja kuona bwana, kuna huyu mlinzi hapa aliona hili jiwe hapa likiwa limekaa ndani, limezungushwa kwenye uzio wake safi kabisa, umetulia. Sasa huyu mlinzi alikuwa analidadisi hili jiwe, huku tunamwona Momo akiwa amelala kwenye koma. Akiwa kwenye koma anaona baadhi ya vitu. Kumbuka mtu akiwa kwenye koma hawezi kujitingisha hata ukucha, lakini ndio tunamwona Momo anatingishika, anashtuka, na huku tunaona hili jiwe kama linapoka fulani hivi, na huku tunaona kwa ule nani Abudori alikuwa ndani ya Momo akiwa anaanguka na nguvu zake zikiingia kwenye jiwe fulani hivi, mzee mmoja alishika. Hiyo ina maana gani? Sasa huku Momo anakumbuka matukio yake yote yaliyotokea before. Sasa Momo akiwa anahangaika na ajikurukuka pale. Sasa tukitoka hapo sasa tunaenda kwenye pande ya pili huko. Baba yake director Hii amemuita bwana bibi Ching, akamuita bibi hapa aje kukutana Hii Hailun, anawakutanisha kiujanja hivi ili wawe wapenzi. Bibi huyu hapa bwana, sasa yuko hapa anaongea na huyu dokta ambaye sasa huyu dokta kumbuka tukashepewa umiliki baada ya dokta mwingine kukamatwa na kufungiwa ndani na director Hii. Huku jamaa akiwa anaendelea na mitambo yake huku akiwa anafanya assignment yao ya shuleni, bala laptop ilizima. Kumbuka hapo karibu na Momo, hawezi kufanya mawasiliano yoyote akiwa karibu na Momo, maana yake Momo ni mtambo mwingine. Kwa laptop yake iliharibika bwana. Ilivyoharibika iliungua pale, akasema ngoja kwanza nitakuja kuangalia dadangu. So sasa huku tunaona Hailun alikuwa anapita hivi, mara ghafla alimwona kuna mgonjwa kafunikwa hivi, Dr. naye kafunika mdomo wake, anamtoka na yule jamaa kwenye gari. Alifika kule akakuta Momo hayupo. Akajua ni Momo alikuwa anatoroshwa, akaanza kuweka mbio pale, akamwambia simama wewe, simama. Hatimaye sasa yule jamaa akaona naye akameza kuona kara chochoro mamba yule hivyo, alimpata tena Momo, akamwambia samani sana, kama ningechelewa kidogo pengine nisingekupata kabisa. So alivyomrudisha hivi leo sasa Hailun kando zamu yake ya kuja kumkoromea kaka yake na Sang Momo, akamkoromea kwamba hayupo makini kwa uangalizi wa mdogo wake. Na kumbuka jamaa aliondoka usiku kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwenda kuweka mambo yake sawa. Sasa huko tunaona bwana Lejio likala lapigishwa shoti hapa, linapigishwa shoti ya maana, na hapa analifanyia uchunguzi. Sasa huko kuna mambo moja kwa anakurupuka bwana, ile jiwe linavyochemshwa kule, na huyu jamaa ndo anampata maumivu moja makali sana, kwa anaumia mno, anaumia sana huku. Sasa ikawa huku kwa muona kutana mkono na unawaka. Momo akafungua macho. Kumbuke ni kama miaka 3 Momo hajaonyesha dalili yoyote, yani ni mtu aliyokuwa kwenye koma. Nikiingia koma nadhani watu wengi sana wananielewa. Jua linavyochemshwa huko na jamaa huku naye anaumia hatari, anateseka hatari, alibeba mzigo kitambaa chake kabidi akimbie kwanza. Huko Momo hali ya hatari, madokta wako washaingia pale ndani, ametemba pale ndani kama hivyo, mapofu yanamtoka mdomoni. Momo anateseka sana huko, jiwe likiwa linachemshwa huko, ile jiwe likiwa linafanywa utafiti. Jiwe lenyewe ni hili hapo, kiliangalia vinasema ka gold fulani hivi. Kumbe wapi, mara ghafla tuona mchizi huku yuko fresh. Yeye mwenyewe hata akajishangaa. Momo naye kamdoka ametulia kabisa. Sasa baadaye wale madokta kuondoka pale, huyu mlinzi akamebaki hapa, akachukua simu yake akaanza kuuliza kuhusu ile jiwe, ana Google. Alivyo Google
baadaye akaanza kuona so kwa hiyo sintanie, akajikata kidogo, akadondosha damu yake kwenye lile jiwe akiwa anasubiria matokeo. Hatimaye alisubia sana matokeo kutokea baada ya kudondosha damu yake kwenye lile jiwe, lakini hatimaye aliona majibu yenyewe hayaji kama alivyogugo na akaambiwa jiwe ni la majabu 1 2 3, lakini aliona hamna kitu. Mjomba akaona wanatania tu mimi, akageuka zake kaanza kusepa. Vondoka vile ile damu la ghafla ikageuka kau, ile jiwe likaanza kuwaka. Mwamba akaona we nini tena, akasikia vitu vina sense, akasogelea lile jiwe. Alivyosogelea lile jiwe akuamini, akaona ni miujiza, akalijaribu kulishika. Alivyoshika hivi kapiga alamu, kwa sababu pale ilikuwa nimetegeshwa na limekwa alamu, mtu wote atakayesogelea jiwe lipige alamu. Huko tunaona mwamba anaumia hatari, na anasema tena, yani akiwa anamaanisha kwamba wamerudia tena. Huku sasa kwenye District 7 tunaona wamepata hiyo halamu, imefika mpaka kule kwao. Kumbuka hiki ni kitengo cha upelelezi cha serikali. Mwamba ile jiwe limemngangania mkono, likali limekaa kama tope hivi. Yaani kama tope, kitu kimegundishwa kwenye mkono hivi. Mwamba anataka kuliachia jiwe lakini anagoma. Sasa hii ndo tunasikia mtu kafumwa na nyama, sasa kafumwa na ngozi ndo mla nyama. Mwamba akakuta kitu kikagandia pale. Hatimaye alikufa. Jiwe lilimkausha kau, akawa kama jiwe mwenyewe. Wakafika pale wakamwangalia yule jamaa pale. Sasa hapa director hii kashafika hapa, akanamkagua mjomba, akaanza kuwafukia sana kwa uzembe walioufanya wa kuweza kumruhusu mtu mpaka anafika hatua anafanya vitu vingine ndani ya jengo lake. Kwa director hii alikasirishwa sana na hiki kitu. Baada ya kukasirishwa sana, hapa tunakuja kumuona sasa Sang Momoke ametulia kabisa. Lile jiwe sasa likaanza kusense fulani, likisense lile jiwe tunaona Momoke naye anapata ishara fulani hivi, na mama akaamka. Alivyoamka akaanza kukumbuka matukio yote aliyowahi kutokea mpaka alivyoanguka chini, mpaka alisababisha yeye kuwa kwenye koma ya miaka 3 na akachomoa drip atupa kule, akaangalia mkono wake. Kumbuka alisema mwenyewe kwamba akisha dede akiranja mpaka miaka 200, lakini ghafla anaamka anaangalia hivi, ana uwezo wake kwa pale pale. Yeye alijua hapo ndani yake atakayeamka hapa ni Momo tu na nilio Abudori angekuwa shadendidi, lakini kumbe Abudori naye kaamka tena baada ya lile jiwe. Sasa hapa Highland anashangaa sana baada ya kumwona Momo kasimama nje ya hospitali anapunga kwa upepo hivi na anameza jua. Alishangaa sana, tena alimkimbilia sana Momo. Huko kinapiga kisonge fulani hivi, kisonge mlegezo, kisonge mbembelezo. Akafika mpaka pale, bibi mwenyewe hakuamini kama anakuja kumwona tena huyu handsome boy wake. Akakumbatiwa namna kama hii hapo, akiko kwenye bedi lawe kwenye bed, sio unanielewa vizuri. Akaja kicha wetu sasa bwana, akamrukia akamnyanyua juu, akamzungusha, akasahau kama dada yake ni mgonjwa, akaanza kupiga makelele, kamka dada, kamka. Wewe unakumbuka mimi, wewe naota nipige mabao, naota naweza kana naota mimi, naota unanikumbuka mimi ndio yule kakako alikuwa anakupenda, kakako ambaye anachekesha, ni kakako ambaye ulizana game, kakako kwa jamaa anakujikuta anaongea maneno mengi bila kuelewa. Akamwambia mimi nakujua, mbona memory yangu mimi sijasahau kitu. Wewe mwamba alifurahi sana aise, akawakumbatia wote kwa nguvu. Yaani furaha aliyokuwa nayo yeye hatari. Momo sasa hivi ni mtu wa kutembelea kigari, kwa sababu miaka 3 ukiwa umelala au ufanye mazoezi yoyote, kwa mifupa yote inaweza kawa ishakuwa dhaifu, mifupa inaweza kaa ishalegea kutokana na yale yote. Kwa miaka 3 mizima haijashughulishwa wala haijafanya chochote, kwa hiyo imekuwa imeganda tu. So hapa akaanza kufanyishwa mazoezi mepesi. Haya bwana, tutakutana sasa huku leo. Kaka mtu anamtembeza dada yake bwana, anaanza kunajua tena ucheshi wake, yupo kama tunaelewa, mtu ambaye anachangamcha simpingi sana mwanangu. Huko ndani ameua kinoma mitasha hatari. Sasa huku tunaona bwana wakiwa wanalichimba lile jiwe, wanataka kaunga fulani hivi kwa ajili ya matumizi yao. Mara ghafla kwa maumivu alikuwa anasikia Momo ni hatari, alikuwa anasikia maumivu makali sana. Baada ya wale kulikongua lile jiwe, wanakuchukua hivi viungaunga, ambapo viungaunga hivi wanaenda kufanyia uchunguzi. Hivyo Momo alikuwa anapata maumivu makali sana. Sasa ili kujizuia, anajifanya kama anafanya mazoezi hivi, ili mradi kutokuleta attention kwa watu wengine. Momo alikuwa na kaka mtu cheke alivyokuwa muoga. Mwamba alipanda juu kabisa, akatulia bwana kabisa, akaona nisijenga fanya kitu kibaya huku. Sasa maumivu alikuwa anapitia Momo, alikuta mpaka anamshika kakake kwa nguvu, anamvuta chini. Kakake mwenyewe kapanda juu ya mti, mara ghafla katulia. Kaka mtu akamuuliza, ulipanda juu? Anaambia mimi sijui nimepandaje, naomba unisaidie, nishushe. Momo akapanda juu, yani kidogo tukatikiswa. Sasa huku tumeona Momo bwana akiwa anaingia chuo. Momo sasa hivi
kwa miaka mitatu ile alolala, yani ni kwamba shuleni kwao washamaliza shule na wako chuo. So naye akabidi ajiunge na chuo na wenzake moja kwa moja kwa ajili ya kuanza muhula wake wa chuo. Sasa Momo kashakuwa maarufu. Kumbuka ile show aliyoipiga na Hailani mara ya mwisho kule imempa maarufu mkubwa. Sasa pale ikiwa amekaa na mashabiki zake kwa anambia tusainie statement zetu. Bwana, Momo aliweza kusikia maumivu moja makali sana, akakimbia kwa pembeni. Huko jiwe linachimbwa. Ukijua kwamba Momo ili jiwe likichimbwa lina access moja kwa moja na Momo. So Momo alipata maumivu makali sana kule. Hatimaye kaka sawa tena. Kuna nini katika lile jiwe na Momo? Hapo tunamwona mwamba mmoja anasema hivi, karibu kinunue hivi vitabu vyangu, ni vizuri sana, viko vina story nzuri, vitamu. Sasa Momo akashtukia, akaanza kumwona mtaa inamwaka kifuani ile jamaa, akajua kwamba mtu sio binadamu wa kawaida. Sasa jamaa akamwambia, mimi mwenyewe nakujua, mimi nakujua vizuri, wewe sio binadamu wa kawaida, wewe ni mtu kutoka sayari nyingine. Momo naye akamwambia achana na mimi. Momo naye akaanza kumwakia juu. Sio Momo aliondoka pale kibishi na kama hiyo. Sasa huku kwingine tunamwona bwana Momo akiwa amekaa hapa ametulia na pigwa na kitu kia kichwa. Sema huyu ana nguvu za maajabu huyu. Hata tukimpiga hizi akafa. Wewe wanangu tumeua. Tunoke. Wakakimbia wale watu. Na hapo ndipo tunafunga mzigo wetu huu hapa. Sehemu ya 6. Cha kufanya sasa subscribe. Je, Momo ni amekufa kweli? Momo je, ni alivyopigwa vile anaweza kapona? Maanake Momo kumbuka ametoka kwenye koma ya kulala kwa miaka isiyopungua miaka 3 na so Momo anaendeleaje? Na hapa ndo tunapofunga mzigo. Cha kufanya subscribe ili usikose mwendelezo. Oya, hii ni tamu sana na tunaimaliza. Episodi zake zifike hata 10. Yaani nimebakiwa na episodi kama 2 tu hivi. Watundu TV ndio wakali wa burudani. Like, share, subscribe, comment.